Amen. Nataka nichukue fursa hii na mara nyingine tena nikukaribisha katika YouTube channel yangu. Nimechukua muda kabla Bwana anipatie nafasi na kibali ili nishare na wewe mara nyingine neno la Bwana. Leo hii nataka tujifunze maandiko ile kila moja anajua. Nataka tuzungumzie kuhusu imani na nataka nisome maandiko kwa haraka alafu tuende mbele za Bwana kwa maombi. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Naomba tuombe. Baba, Mungu mtakatifu, Mungu wa majeshi, Baba, wewe uliyeumba mbingu na ardhi, Baba, niko chini ya magoti yako. Yesu Kristo mwana wa Mungu, Baba, naalika uwepo wako, Roho Mtakatifu wa Mungu. Baba, chukua shukani kwa ajili ya kila mmoja atapata nafasi, Mungu mtakatifu, Baba, kwa kusikiza hii ujumbe. Baba, na wakabidhi katika mkononi mwako, Roho Mtakatifu wa Bwana. Wewe unayepandisha neno lako ndani ya mioyo ya binadamu, wewe unayeleta mabadiliko Baba katika mioyo ya binadamu. Baba, chukua shukani kwa wema na utukufu la jina lako, dhihirisho kuu wako Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nakabidhi vyote Baba katika mkononi mwako, nikiwa na imani ya kwamba Mungu wewe unaweza. Asante Baba kwa hii nafasi. Asante Baba kwa kibali. Asante Baba kwa kila atayepata nafasi ya kusikiza hiyo jumbe. Na ni kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu Baba nimeomba na atakuamini. Biblia inasema ya kwamba lakini pasipo imani hatuwezi kumpendeza. Hatuwezi kumpendeza. Mimi kama sina imani siwezi kumpendeza Mungu. Labda saa zingine wewe ni mtu unapenda kumtolea Mungu. Haijalishi jinsi vile wewe utatoa. Haijalishi jinsi vile wewe utaleta sadaka. Ukileta ile sadaka bila imani mbele za Bwana, Biblia inasema ya kwamba haiwezi mpendeza. Haiwezi mpendeza. Haijalishi ni mara ngapi wewe unakujanga kanisani. Haijalishi vile wewe unafanya hizi vitu. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba pasipo imani ni kamwe hatuwezi kumpendeza. Najua kila mmoja ule anapata nafasi ili anisikize. Sisi ni watu wa imani. Sisi ni watu wa imani. Biblia inasema ya kwamba ukisoma kitabu cha Waibrania 10, I think ni 10:38. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hiyo ni Mungu anasema. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na hiyo maandiko yanasema naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kama atasitasita, kama atakuwa na doubt kidogo, Roho Mtakatifu wa Bwana haitakuwa na furaha naye. Sisi ni watu wa imani. Na mara nyingi tunaenda mbele za Bwana, tukipiga magoti mbele za Bwana, tukimlilia Mungu atende jambo katika maishani mwetu. Najua umeenda mbele za Bwana mara mingi, umeweka ombi mbele za Bwana, ukitamani ndani ya mioyoni mwako ili Mungu alete mabadiliko katika maishani mwako, ili Mungu atende jambo katika maishani mwetu. Wapendwa, ile Mungu tunamwabudu anaweza, lakini anasema ya kwamba kwa wale wanaomtafuta, kwa wale wanaoenda mbele zake, ni lazima tuende kwa imani. Kama hatuna imani, Biblia inasema ya kwamba hatuwezi kumpendeza. Lakini ni kwa ajili gani? Ukisoma tu hiyo maandiko, Biblia inasema kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Ni lazima wakati mimi namwendea Mungu, ni lazima niamini ya kwamba yeye yuko na niamini ya kwamba Mungu anaweza. Hauwezi enda kuomba msaada kwa mtu ila hawezi. Leo hii ukipata nafasi kwenda kwa president, unajua ya kwamba ukipata opportunity na uongee na rais wetu, Rais William Ruto, pate nafasi tu na uende mbele zake, uko na imani ya kwamba ukiongea na yeye atakupatia jambo.
anaweza leta mabadiliko katika maishani mwako. Ni the same, maandiko matakatifu inasema ya kwamba kwa wale wanaomwendea Mungu ni lazima tuamini ya kwamba Mungu yuko. Mungu yuko na anasema ya kwamba kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Nataka nikusomee haraka haraka kitabu cha Kizungu, inaiweka in a more different way na ile ina sound more better. The book of Hebrews chapter 11. Naomba tu kwa wale wanaoelewa Kizungu mbea na mimi pale verse 6 inasema, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is. Mungu yuko. Na inaendelea inasema, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Kama Biblia ni yako, underline that word diligently. That diligently ni bidii. Kwa Kiswahili tunasema ni kwa bidii, ambapo hapa katika kitabu cha kwa lugha ya Kiswahili haijaweka. Inasema kwa bidii. Kwa bidii, watu wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii. God is a rewarder. God is a rewarder, anawapa thawabu. Wapendwa, kama sina imani siwezi mpendeza Mungu. Lakini swali kubwa ile mimi nataka tujiulize ndani ya mioyoni mwetu, imani ni nini? Imani ni nini? Imani ni nini? Tuangalie hiyo kitabu tu hiyo ya Waibrania, hiyo Waibrania 11. Tulikuwa tunasoma 11:6. Nataka turudi pale nyuma. 11:1. Kitabu cha Waibrania 11:1. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiayo. Uko na hakika ya kwamba utapata. Angalia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wewe haujaona na macho, lakini uko na imani ya kwamba utapata. Uko na hakika ya kwamba I will get. That is the faith. That is the faith. You haven't seen them. Haujaona hizi vitu, lakini wewe uko na imani ya kwamba utapata. Nataka tuende pole ili Roho Mtakatifu wa Bwana atufunze pamoja ili tupate kitu hapa. Biblia inasema ya kwamba niko na hakika ya mambo yale mimi natarajia. Labda hii mwaka mimi niko na imani ya kwamba nitaoa, na niko na imani kabisa ya kwamba hii mwaka nitaoa. Lakini Biblia inasema sasa ni bayana ya mambo yasionekana. Nataka nikusomee ya Kizungu to make it more simpler. Pole kwa hiyo. Now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Underline the word evidence. The evidence of things not seen. Inamaanisha ya kwamba ni lazima niwe na shahidi. Shahidi ni wakati niko na case pale kotini, ni mtu ule aliona jambo yakitendeka. Ako na imani ya kwamba ni nani ndio aliiba. Sasa hauongei tu, hauamini tu. Wewe hauamini tu ya kwamba alitenda. Uko na mtu ule alimuona akitenda, ama iko jambo, iko nguo yake ilipatikana, ama iko simu yake ilipatikana. Ile inapatia kesi yetu uzito. Biblia inasema ya kwamba there is evidence. There is evidence. Anything that helps to prove that claim, you are claiming ya kwamba kesho utaoa. What is that? Ile kitu inakupatia ujasiri na useme ya kwamba mimi hii mwaka najua ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo ndaoa. Ni nini? Labda saa zingine wewe ile inakupatia that strength na claim ni kwa sababu ya ule msichana. Ulikutana na msichana akakutolea ahadi ya kwamba hii mwaka amekubali mtaoana. Sasa ule msichana anakupatia ujasiri kwa sababu ya yale alinena. You believe the lady. Na hiyo ndio evidence ile uko nayo ya kwamba Shiro aliniambia kwamba hii mwaka tutaoana. Lakini Shiro ni binadamu. Naweza fika mwisho wa mwaka na Shiro abadilike. Sasa kwa imani there must be evidence. Ni lazima ukuwe na ushahidi. Wewe ushahidi wako ni nini? Wakati wewe unaamini ya kwamba hii mwaka mimi nitabarikiwa. Ushahidi wako ni nini? Wewe kama mtumishi wa Mungu. Sisi sote ni watu wa imani.
Biblia inasema ya kwamba watu wangu wenye haki wataishi kwa imani. Wewe ni mtu wa imani mpendwa, na pia mimi ni mtu wa imani. Ushahidi gani tosha ile uko nayo wakati ulienda mbele za Bwana unaamini ya kwamba Mungu atajibu ombi lako? Ni ushahidi gani? That is the faith. Hiyo ndio imani ile tunaongea nayo, kwa sababu Biblia inasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza. Hakuna jinsi vile utampendeza Mungu kama wewe hauna imani. Nataka tuangalie kwa haraka watu wale waliotembea katika imani, watu wale waliitwa watu wa imani, na baba wetu wa imani yule anajulikana ni Abrahamu. Nataka tuangalie kitabu cha Mwanzo 12:1-4. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitabariki wakubarikiao, naye wakulaniao nitawalaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru, kama Bwana alivyomwamuru. Alisikiza kutoka kwa Bwana na akaamini Bwana ya kwamba ule alinena naye ni Mungu, na akaamini kwa Mungu, na akaamini ya kwamba nikitoka mimi nitabarikiwa, nikitoka mimi nitakuwa taifa kubwa, nikikubali na niende na niache vyote, na niache familia yangu, na niache mali ya baba ile baba alinipa, mimi nikienda hakika mimi nitabarikiwa. Ushahidi ile ako nayo, ama ile evidence ako nayo, ile Abrahamu anaweza table ni ya kwamba Mungu alinena naye. He believed the word of God. That is the evidence ile alikuwa nayo, wapendwa. Hiyo ndio ushahidi alikuwa nayo wakati Abrahamu anatoka. Ushahidi ile Abrahamu alikuwa nayo ni neno la Mungu na Bwana mwenyewe na Mungu mwenyewe, Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Wapendwa, hamna jambo kama mzuri kama kumwamini Bwana. Watu wengi leo hii wameamini kwa matendo yao, wameamini kwa fedha iliyo ndani ya mfuko yao, wameamini kwa uwezo wao, hawajaweka imani kwa Mungu. Watu wengi hawajaweka imani kwa neno la Mungu. Biblia inasema hivi. Nataka tusome hapa kidogo alafu tuelewane. Ukisoma kitabu cha Waibrania 4 pale 2, Biblia inasema ya kwamba maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikufaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Hawakuchanganya ile neno na imani. Ni kuchanganya neno la Bwana na imani, wapendwa, na Mungu anafungua njia. Najua ni mara mingi umeenda mbele za Bwana, najua ni mara mingi umemlilia Bwana ukitamani Mungu atende jambo katika maishani mwako, ukitamani jambo Mungu abariki. Lakini kila wakati tunamwenda mbele za Bwana, ile wakati tunamkimbilia Bwana, iko jambo moja ile mpaka tujue ya kwamba Mungu ule tunamwabudu yeye ni Baba. Mungu wetu ni Baba. Yesu Kristo ni Baba kwetu. Na kama jinsi vile wewe ulibarikiwa na watoto, hauwezi patia watoto kila kitu ile wanataka, hautawapa yote. Mtoto anaweza kuja kwako mpendwa na kulilie kwa sababu anataka hii na anataka ile na anataka hii, lakini utachagua yale unaweza patia watoto wako, zingine hautawapa watoto. Kwa ajili gani? Kwa sababu unaangalia yale mazuri na mtoto. Hata Mungu ni Baba kwetu. Wakati tunakuja mbele zake, Biblia inatufunza ya kwamba tukichanganya neno lake na imani, Mungu atatubariki. Mungu anafungua mlango. Kwa maana Biblia inafunza hivi. Yesu Kristo anasema, ombeni chochote katika jina langu nanyi mtapewa. Hiyo ni kitabu cha Yohana Mtakatifu 14 kuanzia pale 3. Anasema ombeni chochote katika jina langu nanyi mtapewa. Hajasema ya kwamba usiombe hii na usiombe, anasema omba chochote ile wewe unataka.
na Mungu atakubariki nayo. Lakini still wakati tunakabidhi vile ombi mbele za Bwana, sio kila kitu ile tunaleta mbele za Bwana Mungu anajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Baba. Anaangalia yale mazuri kwetu na yale hayastahili kwetu. Mungu hawezi tupa yote, lakini tuko na ujasiri ya kwamba tukienda mbele zake, yeye ni Mungu anayejibu maombi. Baba anajibu maombi, wapendwa. Anajibu maombi.